Katika kalenda yetu tuna somo ambalo tunatembea nalo siku ya leo lenye kichwa kinachosema katika Yesu kila jaribu lina mlango wa kutokea. Katika Yesu kila jaribu lina mlango wa kutokea. Na tunaongozwa na kile kitabu cha Danieli sura ya 3 na ule mstari wa 19 hadi 23. Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Kile kitabu cha Danieli sura ya 3 na ule mstari wa 19, maandiko yanasema kwamba ndipo Nebukadreza akajaa ghadhabu na sura ya uso wake ikabadilika juu ya Shadrach, Meshach na Abednego. Basi akatoa amri watie moto ile tanuru mara 7 kuliko desturi yake ya kutiwa moto. Kisha akawaamuru baadhi ya watu mashujaa wa jeshi lake kuwafunga Shadrach na Meshach na Abednego na kuwatupa katika ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi hao watu wakafungwa hali wamevaa suruali zao na kanzu zao na joo zao na mavazi yao mengine, wakatupwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Basi kwa sababu amri ya mfalme ilikuwa ni kali na ile tanuru ilikuwa ina moto sana, mwako wa ule moto ukawaua wale watu waliowashika Shadrach, Meshach na Abednego. Na watu hao watatu, Shadrach na Meshach na Abednego, wakaanguka hali wamefungwa katikati ya ile tanuru iliyokuwa ikiwaka moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimesema somo ambalo tunatembea nalo, ambalo kwenye kalenda yetu siku ya leo tunalo, linasema katika Yesu kila jaribu lina mlango wa kutokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa mara nyingi sana kwenye maisha tunapopita vipindi mbalimbali, haswa vipindi vya majaribu, watu wengi sana huwa tuna tafasiri ya kuona ni kama labda ni kipindi cha adhabu ambacho Mungu amekiruhusu kije kwenye maisha yetu, au kipindi cha mateso kwa maana labda Mungu anataka kututesa, au kipindi ambacho labda kinaonyesha labda sisi ni watenda dhambi. Inategemeana na tafasiri mbalimbali, kila mtu kwa namna ambavyo anaweza katafasiri jaribu au akaliona na kulitazama kwenye maisha yake. Lakini mara nyingi sana tunapozungumza jaribu kibiblia, tuna maana ni kipimo cha imani ya mtu na utii wake kwa Mungu. Maana yake Mungu anaporuhusu jaribu lije kwenye maisha yako, hana mtindo labda hazani kwamba anataka kupitisha kwenye maumivu au kwenye uharibifu au kwenye mazingira yoyote yale, lakini mara nyingi ana nia ya kutaka kukudhibitisha na kupima utii wako kwa Bwana. Na ndio maana tunajifunza kwa habari ya Ibrahim. Wote ambao tunasoma maandiko tunaelewa mahali hapa Mungu alimwahidi Ibrahim kumpa mtoto ambaye ni Isaka. Na Biblia inasema yule mtoto alimsubiri kwa muda mwingi sana, kwa sababu alikuwa ni mtoto wa ahadi. Huyu mtoto wa ahadi amekuja kutokea. Mungu anamsemesha Ibrahim, anamwambia mbebe mtoto wako uende naye ukamtoe sadaka. Maana yake katika hali ya kawaida kwa Ibrahim lilikuwa ni jaribu kwa Mungu wake, na ndio maana Biblia inasema Mungu akamjaribu. Lakini Mungu alikuwa hana shida na Isaka. Mungu alikuwa na shida na Ibrahim. Kwa nini? Alitaka kupima baadhi ya vitu kutoka kwake. Na ndio maana angalia, baada ya kutii Ibrahim, maandiko nasema kwa kuwa hukunizuilia mtoto wako wa pekee, katika kukubariki nitakubariki. Na akasema nimeapa kwa nafsi yako, kwa kuwa umetenda jambo hili, katika kukubariki nitakubariki, na katika kukuzidisha nitakuzidisha.
Sasa unakuja kujifunza na kutazama na kuona kwamba kumbe Mungu alikuwa hana shida na Isaka, bali kuna vitu alivyokuwa anajaribu kuvipima kwa Ibrahim, kwa sababu watu wengi sana imani zetu zimejengwa kwenye vitu mbalimbali, na wakati mwingine hivyo vitu vikitikiswa na imani zetu zinatikisika. Lakini watu wengi sana ambao walipita kwenye nyakati hizi au ambao Mungu alitaka kuwapeleka mahali fulani, ni lazima aliwapitisha kwenye kipindi fulani cha mitihani au cha pepa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na lengo la pepa si kwa ajili ya kukuangamiza. Na ndio maana wale ambao tuna walimu mahali hapa ambao labda wapo mashuleni wanafundisha, unakuta mwanafunzi anamfundisha, lakini baadaye inakuja anampa mtihani kwa maana ya kumjaribu kama kile alichomfundisha amekielewa. Lakini wanafunzi wengi au watu wengi huwa wanatafasiri kipindi cha mitihani ni kama kipindi cha mateso. Na hii ni kutokana na adui anapopata nafasi ndani ya mtu huwa anamuonyesha kwamba wewe ndio umeishia hapa. Na ndio maana naweza ukakuta mwalimu umefundisha vizuri na unaleta mtihani wa yale ambayo umeyafundisha, lakini unashangaa mwanafunzi anashika mtihani anaanza kutetemeka. Na wakati mwingine hata kile ambacho kipo kwenye ule mtihani anakijua na majibu anayajua, lakini unashangaa anaanza kutetemeka. Kwa nini? Kwa sababu ule mtihani umekuja na hofu ya adui kwamba unaenda kufeli. Na ndivyo ilivyo hata katika maisha ya kawaida. Mungu anaporuhusu au anapotaka tupite kwenye vipindi fulani, haswa anapotupeleka kwenye hatua nyingine, mara nyingi adui huwa anatafuta nafasi ya kuja kwenye maisha yetu na kutuonyesha ya kwamba wewe ndo unaishi hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndipo ambapo watu wengi sana huwa wanajikuta wanakwama na huwa wanajikuta wanakaa pale pale. Lakini Mungu anaporuhusu majaribu yaje kwenye maisha yako au mitihani ije kwenye maisha yako, mara nyingi huwa anafanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, huwa anatazama anakokupeleka. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana tunasoma Biblia, ni muda wetu haupo, ningeweza kukupitisha kwenye maandiko mengi sana. Biblia inasema kwamba Yesu katika misheni yake ambayo alikuwa nayo ya kuhakikisha anatupatanisha na Mungu, moja ya kitu alichokumbana nacho ni kikombe. Biblia inasema alienda mara kadha wa kadha, kwenye ile kitabu cha Mathayo sura ya 26 kuanzia ule mstari wa 39 anazungumza mahali pale, alienda mbele za Bwana anaomba mara 3 akimwambia, Bwana, ninaomba kikombe hiki kiniepuke. Maana yake kwa lugha nyepesi, kwa vita aliyokuwa anaiona mbele yake, ilikuwa inamtisha kiasi kwamba mpaka anataka kukataa kwenda kwenye msalaba. Lakini Mungu alikuwa hana nia ya kumtesa, lakini ilikuwa ni lazima pite kwenye kile kikombe ili aelekee alikokuwa anaenda. Na ndio maana maandiko nasema kwamba alipoiona furaha iliyokuwa imewekwa mbele yake, alistahimili msalaba. Maana yake kilichomfanya kuvumilia na kupambana na kujikaza ni kwa sababu ya furaha iliyokuwa imewekwa mbele yake. Na ndio maana uliona alivumilia na baadaye akaweza kuvuka. Maana yake Mungu anapotaka kukupeleka kwenye hatua nyingine au kwenye ng'ambo nyingine, moja ya njia atakayoitumia kwako mtoto wa Mungu ni mitihani. Na ndio maana saa nyingine tunapataga nafasi ya kuzungumza na watu ambao wamefanikiwa aidha kwenye maeneo mbalimbali au kwenye sekta mbalimbali wakapiga hatua, haswa wale ambao wamefanikiwa kwa njia za kimungu. Mara nyingi sana wakianza kukuelezea maisha yao ya nyuma, moja ya kitu watataja ni Mungu. Kwani watakwambia nilipo hapa ni kwa sababu tu Mungu amenifikisha. Na wakati mwingine wengine hata huwa wanadiriki hata kutoelezea mambo yao ya nyuma, kwa sababu yanaumiza na yanatoa machozi kweli kweli kwenye maisha yao. Na ndio maana si kila mtu anaweza akakuelezea. Mwingine ukianza tu kumwambia nielezea, anaanza kulia,
kwa sababu watu hawapiti njia nyepesi. Lakini katikati ya hizo njia ambazo tunaweza tukapita kwazo, mara nyingi adui huwa anatafuta nafasi na kuja kukuonyesha ya kwamba hapa ndipo unaishia na hapa ndipo unakwama. Na maandiko nasema ya kwamba aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Maana yake na wewe ukishakubaliana na hofu inayokuja kukwambia unaishia hapa, sahau kuja kutoka. Na ndio maana kuna watu wengi sana wameshindwa kuvuka na kwenda hatua nyingine, kwa sababu mambo yanapokuja kwenye maisha yao wanayatafasiri ni kana kwamba yamekuja kuharibu maisha yao na kuwakwamisha. Lakini soma maandiko na Biblia yako, watu wengi sana ambao walifanikiwa kwenye haya maeneo, kitu cha kwanza waliona pamoja na hili jaribu na hili tatizo ambalo ninapita kwalo, sitakaa. Na ndio maana tumekusomea kwa habari ya Shadrach, Meshach na Abednego. Mfalme aliandaa sanamu na akasisitiza watu wote kabisa kuiabudu, lakini hawa vijana wakagoma kuabudu na wakamwambia mfalme, Mungu wetu tunayemtumikia atatuokoa. Na wakamwambia, lakini hata asipotuokoa sisi hatuwezi kuiabudu sanamu yako. Biblia inasema mfalme akaghadhabika, hasira yake kaongezeka, akaamuru lile tanuru lichochewe mara 7 kuliko desturi yake. Wakawashika wakaenda kuwatupa. Kwanza wale tu ambao waliwashika waliunguzwa na aina ya moto uliokuwa unawaka. Biblia inasema huyu mfalme ghafla akaja kustaajabu, anatazama watu ambao wamewatupa kwenye tanuru la moto, anaona wanamsifu Mungu katikati ya moto. Na nilipata nafasi ya kutafakari sana mahali hapa, nikawa nawaza kwamba unajua, moto unapowaka, moto mkubwa, mara nyingi sana huwa haukupi uwezo wa kuona ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini nikawa nawaza, yamkini Mungu aliamua mtengenezee huyu mfalme Nebukadreza kioo au skrini ili aone katikati ya lile tanuru la moto kwamba hawa watu uliowatupa humu imani zao zimejengwa kwa Bwana, na kwa sababu zimejengwa kwa Bwana Mungu, mimi nimeshuka ili kuwapigania pamoja na moto. Na ndio maana watu wengi sana, kwa sababu ya mapito na changamoto zinazokuja kwenye maisha yao ambazo zimebeba hatua nyingine, zimewafanya wakahama kwenye imani yao, kwa sababu hawakuwa na misingi mizuri. Na ndio maana mtoto wa Bwana, tunapokuambia kutafuta mafundisho na kujengwa katika neno la Mungu, itakusaidia sana saa unapita kwenye mazingira ya mapito au ya magumu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu saa utapita kwenye mazingira ya namna hii na ukakutwa huna neno la Mungu au huna misingi ya kutosha kwa Mungu wako, ni rahisi sana kujikuta unahama na usijue saa ngapi umehama. Na ndio maana changamoto nyingi ambazo zimekuwa zikiwakumba wana wengi wa Mungu, wamejikuta wanamwacha Mungu na kugeukia miungu mingine kwa sababu ya kukosa msingi mzuri wa neno la Mungu na mafundisho mazuri ya neno la Mungu. Lakini uwe na uhakika, hakuna changamoto inayokuja kwako ili kukuua. Ni wewe tu unayeona changamoto zinakuja kupoteza maisha ya kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana, na wakati mwingine ukitaka kukwepa changamoto kwenye maisha yako, maana yake utaki hatua nyingine. Hakuna mtu ambaye Mungu alimpeleka hatua yoyote kwenye maisha yake pasipo kumpitisha kwenye testi. Hayupo. Watu wengi sana ambao unaona walifika, mara nyingi sana walipita kwenye njia nyembamba. Na wakati mwingine inafika mahala tunajilinganisha na tunatamani labda nataka nifanane kama mtu fulani, lakini laiti angekwambia mahali alipopita. Ndio maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake, je, mnamie mtaweza kukinywea kikombe nilichokinywea mimi, na mtaweza kupita njia ambayo nimeipita mimi? Ni rahisi sana kuona nataka kuwa kama mtu fulani, au nataka kufika kwenye ngazi fulani, au nataka kufika kwenye level fulani, halafu hauna msingi wa kutosha
na kukaa magotini pa Bwana. Nakwambia mtoto wa Bwana, utajikuta unakwama, si kwa sababu Mungu anataka ukwame. Lakini watu waliokuwa katika Bwana mara nyingi sana huwa wanatafuta kujijenga kwenye msingi wa Kristo, na kwa sababu wanatafuta kujijenga kwenye msingi wa Kristo, pamoja na mapito, pamoja na majaribu, pamoja na mambo yanayokuja kwenye maisha yao, huwa hayawatoi kwenye njia yao. Na ndio maana leo kuna watu wanaendelea, si kwa sababu mambo ni mepesi, no, ni kwa sababu yupo Mungu wao anayeyafanya hata magumu kuwa mepesi, na ndio maana wanajikuta wanaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Mungu akishaona anapokupeleka, hatazuia maumivu yasije kwenye maisha yako, ataruhusu maumivu yaje, lakini yeye anatazama mwisho wa hayo maumivu ni nini alichokiandaa. Na ndio maana Yusufu alipitishwa kwenye mambo mengi sana, maumivu mengi sana, na saa nyingine waliompitisha asilimia kubwa walikuwa ni watu wake wa karibu. Na saa amefika kule, mbaya zaidi, hao ambao walimpitisha kwenye mazingira ya aina hiyo, hao ndio ambao walienda kutafuta chakula kwao. Saa mzee Yakobo amefariki, wakaanza kusema twende tukamwombe msamaha Yusufu, yawezekana atatulipa kwa ubaya tuliomtendea. Ninapenda majibu ya Yusufu. Yusufu aliwaambia, nyie mlikusudia mabaya, lakini Mungu aliyakusudia kuwa mema, ili nije aje aokoe watu wengi namna hii. Watu wengi wanapopita sasa kwenye mazingira ya hivi, na ndio maana utakuta wanawatazama watu wanaowapitisha, wanashindwa kutafuta, kwa nini ninapita hapa na kuna mahali gani ambapo ninaelekea. Mtoto wa Mungu, kabla ya kwenda mahali, Mungu anaruhusu upite kwenye darasa. Na ndio maana kitakachokusaidia ni kuwa na ufahamu na kuwa na neema ya kukaa magotini pa Bwana kuomba. Biblia inasema Yesu alipokuwa anakaribia msalabani, aliomba kuliko kawaida ya vile alivyokuwa anaomba, mpaka jasho la damu likamtoka. Kwa nini? Kwa sababu vita ilikuwa ni ngumu. Maana yake kilichomsaidia kuomba, kilichomsaidia kuvuka, ni namna alivyowekeza kwenye maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Wangapi tunaelewana? Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili, nimekwambia kama Mungu ameruhusu upite kwenye huo mtihani, anafanya mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, anaangalia anakokupeleka. Lakini jambo la pili, anahakikisha anakufanyia mlango wa kutokea. Maana yake anakupa mbinu za kushinda mtihani wako au jaribu lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kile kitabu cha Wakorinto wa kwanza, Korinto wa kwanza sura ya 10, Korinto wa kwanza sura ya 10 na ule mstari wa 13. Korinto wa kwanza sura ya 10 na ule mstari wa 13. Maandiko anasema, jaribu halikuwapata nyinyi isipokuwa lililo kawaida ya wanadamu, ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo, lakini pamoja na lile jaribu atafanya na mlango wa kutokea, ili mweze kustahimili. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekwambia anahakikisha anakufanyia mlango wa kutokea. Maana yake anakupa mbinu za kushinda mtihani wako au jaribu lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa ndipo ambapo watu wengi sana huwa wanachanganya. Na anaposema kwamba atakufanyia mlango wa kutokea, haji kukushika mkono, anakuambia nakufungulia mlango, pita. Maana yake anakupa mbinu za kibibilia za kutoka katikati ya hiyo changamoto.
Na ndio maana ukisoma maandiko kwa habari ya Ayubu, nafikiri ni kwenye Yakobo 5 sura ya 11, anazungumza anasema, angalieni twawaita heri waliosubiri. Na anasema mmeuona mwisho wake Ayubu ambavyo Mungu ni mwaminifu. Maana yake Ayubu kwenye pepa aliyokuwa nayo, kilichomfanya atoke ni kwa namna ambavyo aliweza kuvumilia na akaamini, hapa nitatoka hata kama mazingira hayanionyeshi kutoka. Na ndio maana kupitia imani yake ya kwamba nitatoka, Mungu aliweza kumchomoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini watu wengi sana, je, tunapopita kwenye nyakati hizi una neno gani kutoka kwa Bwana? Kwa sababu wenzetu waliopita kwenye mazingira ya namna hii na Mungu akatengeneza milango na wakatoka, mara nyingi sana walikuwa na neno, na mara nyingi sana walikuwa na mbinu za kibibilia ambazo Mungu aliwapa za kuweza kutoka. Na ndio maana akina Daudi wanasema, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya. Si kwamba mabaya hayakumkuta, lakini kwa sababu imani yake alikuwa ameijenga kwa Bwana, alikuwa haogopi yale ambayo yanamkuta, bali imani yake alikuwa ameiweka kwa Bwana. Na kwa sababu imani yake alikuwa ameiweka kwa Mungu, sangapi Mungu asimvushe. Na ndio maana mara nyingi katikati ya mazingira ya hivi, kitu cha kwanza ambacho adui huwa anakishambulia kwako ni imani yako kwa Mungu, ili uache kumwamini. Na unaelewa, unaposhindwa kumwamini Mungu kwenye maisha yako, ya kwamba anaweza kukuvusha mahali unapopita na ulipo, tayari umejijengea na kujitengenezea ukuta wa kukwama na kubaki pale pale. Na ndio maana hawa watu akina Shadraki walimwambia mfalme, Mungu wetu tunayemtumikia atatuokoa. Maana yake walikuwa wanajua na walikuwa wamejifunza ya kwamba Mungu ni Mungu anayeokoa, Mungu ni Mungu anayetengeneza njia. Kwa maana hata ruhusu tukaaibika mahali hapa, lakini sisi hatuko tayari kusujudia hii sanamu. Na kwa namna ambavyo walijenga namna ile imani yao kwa Bwana na kuhakikishia Mungu hakuweza kuwaaibisha. Na ndio maana katikati ya moto Mungu anapita pamoja na wao, katikati ya maumivu Mungu anapita pamoja na wao. Na ndio maana kuna watu kwenye maisha, kwa sababu tu imani zao wameziweka kwa Mungu, Mungu kamwe hajawahi kuaibisha. Si kwamba mabaya hayaji, no, mabaya yanakuja na magumu yanakuja, lakini kwa sababu yupo Mungu wanayemtumainia, pamoja na magumu yale wanashangaa Mungu anatoka. Na ndio maana mtoto wa Bwana, watu wanaweza wakaziba njia yako ili usitoke, na kuhakikishia kabisa ukijifunza vitu vya namna hii, Mungu atakutengenezea njia hata mahali ambapo njia haipo. Lakini usiwe na tabia ya kuogopa majaribu, usiwe na tabia ya kuogopa testi, kwa sababu ikiwa Mungu kuna mahali anakupeleka kwako na kwenye maisha ya kwako, vitu hivi ni vya lazima. Lakini Mungu anatupa msuli wa kupambana ili tuhakikishe tunavuka na tuhakikishe tunaenda. Na ndio maana kuna watu wakikuelezea maisha yao walikotoka, waliopitia, yawezekana kabisa unaweza ukasema, mimi sitaki kwenda mahali popote, nibaki hapa hapa, kwa sababu njia ni ngumu, zingine zina machozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana rafiki yangu mmoja mpaka nikakutana naye ananiambia, sasa hivi mimi ninachukia lugha ya mtu kuniambia tuko pamoja. Watu wanaweza wakakwambia niko pamoja na wewe, saa unahitaji msaada wao huwaoni, unaanza kuwaza sijui ni kiroho au kimwili. Kwa sababu hata Petro alimwambia Yesu, akamwambia mimi niko tayari kufa kwa ajili yako, lakini sitakuacha. Saa anapita kwenye magumu, Petro huyo amejificha. Ndivyo ilivyo kawaida ya watu. Lakini usipojifunza kumtegemea watu, kumtegemea Mungu, ukategemea watu wakusemee, tabaki pale pale. Watu wanaweza wakabadilika, lakini Mungu wako hawezi kubadilika.
Watu wanaweza wakakusahau kama vile ambavyo Yusufu alisahauliwa gerezani na yule mnyweshaji aliyemwambia utakapotoka ukanitaje na mimi. Lakini Mungu hakumsahau mle gerezani na akampa uvumilivu, na Yusufu alipotengenezeka ndani yake kitu cha uvumilivu, Mungu aliweza kumfanyia mlango wa kutokea na akatoka kwenye lile gereza. Na ndio maana hakuna pito, mtoto wa Mungu nielewe, litakaloharibu maisha yako. Inategemeana na aina ya ufahamu ulio nao na namna unavyoyatafasiri mambo kwenye maisha yako. Ukisema hapa nitavuka, hata kama ipo njia itajitengeneza. Kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu likiwa ndani yako huwa linakupa kupita mahali ambapo huwezi kupita kwenye maisha yako. Na ndio maana tumeshuhudia watu ambao wametembea na Bwana na namna ambavyo Mungu amebadili maisha yao. Adui huwa anakuja na hofu ya kukuonyesha ndio unaishia hapa hapa, lakini ukiwa na neno la Mungu, ndio maana Biblia inasema ujapopita kati ya maji mengi, si kwamba maji hayatakuwepo na yatakuja na sauti kabisa wa ya kukuzamisha, lakini kwa sababu upo na Mungu hayatakugharikisha kwenye maisha yako. Na ndio maana watashangaa unavuka kivyepesi, mpaka na wao wanaanza kushangaa na kuulizana umevuka vukaje. Lakini wanasahau kwamba yupo Mungu wetu anayetupigania, anayetutetea. Na ndio maana usiruhusu kukata tamaa, usiruhusu kukatishwa tamaa na mazingira yaliyoko mbele yako, usiruhusu kumkatia hata Mungu wako tamaa, usiruhusu kitu cha namna hiyo. Saa nyingine Mungu ataruhusu upite hapo ili kupima uvumilivu ndani yako. Na ndio maana mapito yamewafundisha sana watu kumwamini Mungu na kumvumilia Mungu kwenye maisha yao, lakini pia yamewafundisha hata kutambua aina ya watu walionao. Kwa sababu watu wanaweza wakakufuata wewe si kwa sababu kuna kitu, si kwa sababu wanakupenda sana. Watu wengi wanaokuja kwetu ni kwa sababu wameona kitu, na ndio maana wakikosa hicho kitu walichokitegemea wanaondoka. Na unaanza kujisifu, mimi nina kibali, watu wengi wapo kwangu, lakini jicheki kitu gani ulicho nacho. Wengine wanakufuata kwa sababu una connection, wanawaza wakikuacha watapata wapi connection. Sasa kwa gharama yoyote inabidi waje kwako ili wasemee mahali. Sasa unaweza ukasema wananinyenyekea, wananitii na ni vijana wazuri sana, lakini kumbe kuna kitu wanataka. Sasa jicheki, saa unapita kwenye mazingira ya kwako peke yako, cheki kama utawaona. Ndo aina ya watu tulionao. Lakini hakikisha sana, mtoto wa Bwana, unajenga imani yako kwa Bwana. Mapito yanaweza yakaja ya kukuumiza, kwa sababu hata Yesu ilifika mahali na yeye akalia msalabani, akasema Eloi Eloi lama sabachthani, akasema Mungu wangu Mungu wangu mbona umeniacha. Maana alikuwa anapita kwenye kipindi cha huzuni na ukiwa na mateso, lakini si kwamba Mungu alikuwa amemwacha. Adui alikuwa anamuonyesha umesahaulika, na kwa sababu yawezekana yeye angeendelea kusikiza ile sauti, angejiona kweli anaishia pale pale. Lakini hakunaga kitu kinachokuja ili kukuangamiza moja kwa moja kabla hujakipa wewe ushirikiano. Na ndio maana tatizo ukilipa tu ushirikiano umeishia hapo hapo. Na ndio maana kuna watu maisha yao hayajawahi kubadilika kwa sababu ya aina ya mitazamo walio nayo kwenye maisha yao. Na ndio maana sasa unajikuta wako pale pale, hawaendi popote, hawapigi hatua. Lakini mazingira haya Mungu anatupitisha ili tupate shule. Jaribu halikuangamizi. Biblia inasema ni kawaida ya wanadamu, lakini Mungu hataruhusu hilo jaribu likaondoa uhai wako. Na ukishaelewa kitu cha namna hii, utakuwa unayafesi. Hata kama huoni njia, utakuwa unaenda. Kuna saa nyingine inabidi ulikabili jaribu ili mlango kufungukie. Juzi mimi nilienda mahali fulani, nikashangaa ninaona tu ngazi, sijui sasa hivi kuna milango gani imekuja.
nikaenda nikashangaa ule mlango umenifungukia. Nikawaza kumbe wakati mwingine unaweza usione mlango, lakini kadri unavofesi, kwa sababu unajua njia iko hapa, kadri unavoenda unashangaa mlango unafunguka. Lakini adui anakujaza hofu, huwezi. Tabaki pale pale, afu utaanza kusema waliotajirika sijui ni mafreemason. Unazani kuwa freemason ni kitu kirahisi. Na ndio maana watu walioshindwa mtoto wa Bwana huwa hawaamini wewe unaweza kuweza. Na ikitokea wewe unataka kuweza, watakutengenezea mazingira ya kukudhibiti ili mlingane na mfanane, au kukuzushia jambo. Nina habari njema kwako ya kwamba songa mbele kutafuta uso wa Bwana kwenye maisha yako. Kikubwa Mungu awe pamoja na wewe. Usiruhusu chochote kikutenge na Mungu kwenye maisha ya kwako. Usiruhusu kitu cha namna hiyo. Hakuna kitu cha thamani kama kuwa na Mungu kwenye maisha yako. Na mimi ninakuombea kabisa kwa Bwana. Yawezekana unapita kwenye mazingira magumu ya aina mbalimbali, Mungu akakufanyie mlango wa kutokea. Mungu akakufanyie na mlango wa kutokea. Hautaangamia, hautakufa. Jaribu halitameza maisha yako, ni lazima utavuka. Lakini imani yako iwe kwa Bwana. Ujifunze kuvumilia. Kuna majaribu mengine lazima uvumilie, na unapovumilia uvumilivu unakutoa. Na ndio maana anasema watakaovumilia mpaka mwisho, hao ndio watakao okoka. Simama kwa miguu yako, tuombe mbele za Bwana. Karibu Yesu moyoni mwangu, karibu Yesu moyo, karibu Yesu, karibu moyoni mwangu, karibu Yesu moyo. Kama kuna mtu anatamani tuombe pamoja, yawezekana napita mahali, unaweza ukasogea hapa mbele tukaomba pamoja na wewe tunapomalizia huu wimbo. Na kama pia kuna mtu anatamani kumpa Yesu maisha yake, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, naweza ukapita hapa mbele tukaomba kwa ajili ya maisha yako, na Mungu atakuwezesha na atatembea na wewe. Karibu Yesu, karibu moyoni mwangu, karibu Yesu moyoni mwangu. Nyosha mikono yako juu. Karibu Yesu, karibu Yesu, karibu moyoni mwangu, karibu Bwana, karibu Yesu moyoni mwangu. Sema Bwana Yesu, sema kwa sauti, Bwana Yesu, asubuhi ya leo nimesikia neno lako, umesema na maisha yangu. Ninaomba toba, ninaomba rehema mahali popote ambapo Bwana, kwa ajili ya mambo na mapito ninayokutana nayo, imefika mahali nikaona haiwezekani tena. Lakini Bwana, wewe huwa unafanya mlango wa kutokea. Ninaomba Bwana, kwenye maisha yangu usiniache wala kunipungukia. Katikati ya magumu ukanifanyie mlango wa kutokea. Katikati ya maumivu ukanifanyie mlango wa kutokea. Katikati ya giza ukanifanyie mlango wa kutokea. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Yesu, mkono wako uwe pamoja na mimi Bwana, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu.
Baba, ninakushukuru kwa ajili ya watoto wako hawa na watumishi wako. Ninaomba kwa ajili yao neema yako Bwana ikaendelee kwa pamoja na wao. Adui yoyote Bwana asiwe sababu wa kuua imani zao na kuzifanya zitindike kwako. Wawezeshe Bwana kila mmoja kulingana na mahali ulipomweka na wito ulioweka ndani yake. Neema yako Bwana ikawavushe na kuwasaidia. Mkono wako uwe pamoja na wao, usiwaache wala kuwapungukia, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Na mimi Bwana ninaomba mahali popote ambapo adui ameweka zuio, ameweka ukuta, ninakataa kwa damu ya Yesu, ukawape neema ya kuvuka sawasawa na mapenzi yako, ukawape neema ya kuendelea hata katikati ya mazingira ambayo hayaruhusi kuendelea. Neema yako na mkono wako kawe pamoja na wao, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninawaombea na kuwakabidhi kwako, asiwepo hata mtu mmoja atakayeishia njiani. Kwa neno hili Bwana likageuza imani zao, likageuze mioyo yao ikuamini wewe Kristo na kukuelekea zaidi wewe. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kuamini, amen. Chapie Bwana makofi ya shangwe.